Ngoja. Pole pole, chakala, pole pole. Hii ni maajabu. Yaani, wewe ndio umetoka kwenu ushago, umeenda tao, kutafuta maisha. Wewe ndio umepata pesa, unatafuta pesa. Unalipa rent mwenyewe. Unatafuta chakula mwenyewe, hauna demu. Ndio sasa unatembea tao sasa. Kutoka maraundi zako. Nakutana na kademu pale. Demu nani demu? Demu ukitembea naye mahali, kila mwanaume anabaki kiangalia. Yaani demu ako na kafiga na ako na kahanga kingine hapo hivyo. Yaani ndo ako na ka baby face. Unanidiki? Unanipata vizuri sinjo? Wewe ndio unaniangalia unanipata. Nakuona hapo. Sasa patana na demu huyo demu. Kasema je nikitume kwa huyu. Nijitume. Mimi ni mwanaume. Nitafute mtu. Nimechoka kulala kama panga. Sasa ndio huyo demu kama approach. Mambo poa. Kamuuliza unaitwa nani? Naitwa Eunice. Unatoka wapi? Kakwambia. Yes, kakwambia natoka tu huko kwenu. Shago kwenu lakini sasa si area moja na yako. Pia ukamwambia mkapata kumbe nyinyi ni Waluya wote ama Wajaluo wote ama hata Wakisii wote. But sasa lugha ama unaita aje? Clan kwa tofauti. Hii ni ingine. Kwa kizangu kuna watoto, kuna wawanga. Sasa ukaenda mambo yako venye wanaume mnapenda, kaingia box yako. Saa hiyo tu kasenyana namba, kamuuliza about wazazi wake, kakwambia yako na mama, baba mjui. Baba mjui kabisa. Ila mamake anamwambia tu babake yako, but hajui mahali babake alienda, but yako angali hai. Pia wewe penye huko, ukamwambia uko na wazazi wote, ama uko na mzazi mmoja mama, ama baba, ama uko nao wote. Wako ushago. Kapendana hivyo. Mjana tu baba huku muuliza baba alienda wapi ama amekwambia tu hayuko. Aliambiwa hayuko. Mkakaa na yeye huyo demu, mkakaa na yeye kwa nyumba, ukampeleka kwako, kakaa. Baada miezi kadhaa yani azini kama miezi 3 hivi 4 hivi ndio akashika mimba. Kumbuka unaishi na yeye sasa, anaishi penye anaishi. Alitoka hiyo siku mkakutana kwa njia. Naishi na yeye kwa nyumba moja. Unamwacha kwa nyumba ukienda side. Narudi kwa nyumba unampata. Sasa ndio anazaa. Mtoto ana grow vizuri pole ana grow anafika 3 years or 4 years. Ushaanza kumpeleka shule huko. Inakuwa tupeleke nyumbani mtoto aenda abarikiwe. Sasa hata sisi tubarikiwe, tukue na ndoa ya amani, tukue na maisha mazuri. Kwa nyinyi ndio hao unapigia wazazi simu ama mtaka kuwa surprise. Fika home, kuja unashuka gari, naingia kwa nyumba. Wazazi ndio hao wanawakaribisha vizuri. Unawafurahia.
mnakula, mnakunywa, mnamaliza, mnatulia, mnapumzika. Nafika time sasa kuintroduce sasa demu. Naambia demu, huyu ndo mamangu, huyu ndo babangu. Sasa wazazi, sa kawaida wazazi, baba hajawahi kuambia hiyo kitu, hujawahi jua akoko na mtoto huku nje. Juu na hajakuambia na mnakuanga na yeye karibu, ulikuanga na yeye, unakanga na yeye hapa na hapa. Hajawahi kuambia koko na demu huku nje. Haila kuambia ukienda huku majuu unaweza kutana na demu. Before mkae na yeye, muulize kwanza babake ni nani, ama anatoka wapi. Na mama alijua, but pia tuseme alijua kama usha travel, ushaenda na hakuwa na time ya kupigia simu akwambia ujipange, ujichunge huko. Kufika huko pata mama, namuuliza demu, mamako ni nani? Namwambia. Mamaka anashtuka, anashangaa, nasema tu kimoyomoyo, na kijananga ashaua sister yake shwari. Kama wewe ipatikane huyo demu sister yako damu, mama tofauti, baba ni mmoja, damu moja, utafanya nini ili uepuke kwa hizo mashida? Utaendelea kuoa huyo demu? Utafanya unaita aje hizo vitu za kimila, uendelee kuishi na yeye ama utaachana na yeye? Juu mshapata nyinyi ma sisters na brothers. Saidia jibu hapo. Na tukumbuke kulike, kushare na pia kucomment.